Aise. Nimeweza bwana. 3 kavu. Nimefunga siku 3 kavu. Sijui kama kuna kijana ambaye ameshawahi kufunga 3 kavu pale kanisani. 3 kavu? Hakuna. Hakuna kabisa. Na hata kama imetokea amewahi kufunga, maombi kama yale sijui kama ashawahi kuomba. Hao nimwambie mchungaji kwamba nimepiga 3 kavu nini? Naweza pata hata cheo cha unabii pale. Maana naona kama kuna vitu vinafungua kichwani. Au nifungue kanisa. Nifungue kanisa na mimi nianze kufanya ishara na miujiza. Ngoja nikatafute kijana hapa. Nikipata kijana hapa nimwangalie kama ana mapepo. Unajua kuna mtu mwingine ukimwangalia tu hivi unajua huyu ana mapepo au hana. Ngoja kipita hata kijana hapa nimwangalie. Yaani hapa nikipata dogo hapa nimpige maombi. Unajua madogo sasa hivi na wao wanatembea na mapepo na majini. Wewe dogo njoo. Njoo dogo. Acha dharau. Heshimu wakubwa dogo. Njoo usaidiwe mdogo wangu. Njoo. Piga magoti dogo usaidiwe. Sasa unamsha nini? Piga magoti. Piga magoti dogo. Wewe unaonekana kabisa wewe una mapepo. 3 kavu, nimepiga 3 kavu. Yaani hapa upako wa kutosha. Unaonekana na majini kabisa wewe. Uko wenu unasumbua. Fire. Ushawahi kulipuka mapepo? Bado. Nenda kwanza, nenda ambapo ulikuwa unaenda, nitakuita siku nyingine. Naona hii ya kutoa mapepo imeshindikana. Ngoja nikajaribu kutembea juu ya maji. Naweza. 3 kavu sio mchezo. Ndio alikuwa anaenda wapi karudi tena jamaa. Au ndio nilikuwa nimeletewa kwa ajili ya majaribio. Sasa hapa naenda kutest kutembea juu ya maji. Nione. Kwenye maji siwezi kushindwa. Huyu hana mapepo, angekuwa na mapepo angetoka. Kwenye maji siwezi kushindwa, ngoja niende. Sasa hapa inafuata ni ya kutest ya kutembea juu ya maji. Hapa ni kutembea juu ya maji sasa. Ile ya kuombea mapepo ile dogo hakuwa na mapepo bwana. Mfungo wa siku 3 kavu sio mchezo. 3 kavu kuna upako. Leo lazima nitembee juu ya maji huko. Ngoja nijaribu kwanza na zama sidhani. Yaani siku 3 alafu nazama jamani. Ngoja nijaribu. Na hela kweli. Shangaa nazama hapa hivi. Fire. Lazima niende. Sasa bana nazama. Yaani ina maana nataka kusema ina maana nimefunga siku 3 bure, yani bure, siku 3 bure. Kavu. Nashindwa kutembea juu ya maji. Wewe haiwezekani bwana. Kutembea juu ya maji sio mchezo kwa mimi. Kwani Yesu aliwezaje? Na hivi ndivyo vijana waliookoka wakitokana kwenye mfungo baada ya wiki ama siku 3 wanajiona kama wafalme, kama wababe. Sasa nikwambie, baada ya mfungo, maana ya kufunga ni kukaa karibu na Mungu, kuacha vyote na kuweka umakini na Mungu. Sasa unaweza ukaa uaga unafunga, alafu baada ya kufunga kuna vitu ambavyo vinaibuka ndani yako vinataka kutokea. Sasa usichoke kuvijaribu. Umeona kama nilivyohangaika mimi kuombea, nimehangaika sijui kufanyaje, kutembea juu ya maji lakini imeshindikana. Ni siku 3 tu hizo, lakini inatakiwa kwanza uwe na imani. Cha kwanza uwe na imani, uamini ya kwamba utakachokifanya kweli kitatokea. Vijana wengi wana huduma za Mungu ndani yao, lakini wanaogopa kufanya kwa sababu shetani anaweka hofu. Sasa ukitoka kwenye mfungo, yani ukitoka kuwa karibu na Mungu, huduma zinaanzaga kuibuka. Sasa usiogope kuzijaribisha zile huduma. Ukiziendeleza na ukazifanyia serious, zinakuwa za kweli. Mungu ameweka vipawa ndani ya watu, ameweka kalama. Mungu bado yule. Yaani yule Mungu ambaye amefanyaga miujiza miaka iliyopita ya kuponya watu, ya viwete kutembea, vipofu kuona, bado ni huyo ndo tunamwabudu na yupo. Ukikaa karibu na yeye, anakusaidia, unafanya mambo yanayoeleweka. Vijana wengi wakitoka kwenye mfungo, hii hali huwa inawakuta. Yaani anatamani aombee watu, anatamani asijafanyeje. Ni kwa sababu gani? Ametoka kwenye ukaribu wa Mungu, alafu sasa zile huduma ambazo Mungu kaziweka ndani yake zinaanza kuibuka. Wacheni niogelee tu maana jua kutembea juu ya maji imenishinda. Kumfikia Yesu sio mchezo. Unatakiwa uache mambo mengi.